Kwa maana ya ofisi ya Rais TAMISEMI, na ninyi mmesema nini? Walileta kanuni za kuendesha uchaguzi kwa ujumla, kuanzia nani anastahili kupiga kura, wanaochaguliwa ni akina nani, mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti wa kijiji, halmashauri ya kitongoji, halmashauri ya kijiji na wengine, yote kama ilivyo kwenye sheria. Kwa hiyo tulipitishwa kwamba hao wanakuwa na sifa gani, wanaofanya hivyo. Yote yale wameeleza vizuri sana, na utaratibu upi utatumika kuwatambua wanaopiga kura, watakuwa na vitambulisho vya aina gani, wamepokea maoni katika kuboresha. Yani kanuni kama kanuni, rasimu ni nzuri, mapungufu machache sana yameongezewa. Lakini tunasema je, haya yalikuwepo pia wakati uliopita, lakini kwa nini 2019 mkuyafanyia utekelezaji alivyo hivi? Kwa hiyo unachotaka kusema ni kwamba mashaka yenu sio uwepo wa rasimu. Mashaka yenu ni namna ambavyo rasimu itakapokuwa baadaye kanuni rasmi, namna gani zitakwenda kusimamiwa na wale ambao watakuwa wanasimamia uchaguzi. Sawa kabisa. Na tunachoongelea kikubwa, rasimu hii inaboresha kanuni za uchaguzi wa serikali za mitaa zilizopita. Maboresho ni ya lazima na mazuri, na wamefanya vizuri sana. Lakini haya katika miaka ya nyuma yalikuwa kiboreshwa, na tulikuwa tukienda vizuri mpaka 2015, lakini ilipofika 2019 historia yote ilifutwa. Sasa hicho ndicho tunachosema kama viongozi ambao kazi yetu ni kusimamia watu waishi kwa amani, kwa upendo, kwa mshikamano na kuipenda nchi yao, uzalendo zidi kukua, kila mtu ajisikie yuko nyumbani kwao. Hicho tunachokisimamia. Hatuamini kama serikali iliyosimamia, kwa sababu ni serikali ndio inasimamia uchaguzi wa serikali za mitaa, sio tume. Serikali kama itasimamia kama ilivyosimamia 2019, hatujui kitakachotokea. Kwa hiyo tusingependa hayo mazingira yarudishwe. Kwa mfano wanasema haya, mgombea ambaye amefikia hana wapinzani, hajapingwa na yoyote, lakini mtu anaweza kajenga mazingira ya kubaki yeye ndio mgombea pekee kwa kupoteza wenzake, kuchelewesha mchakato wa kuwasilisha uteuzi, kuwasilisha sijui hati gani. Unajenga mazingira ya kuengua wengine kijanja tu. Sasa huo ujanja, usani, uongo, ufisadi wa namna hiyo ndio hatuupendi utokee. Na kama vitu vinatakiwa kuwa kwa hivi, sisi tunachotaka kuona ni kwamba watu ambao wamepewa dhamana na nchi kuratibu zoezi zima la kuandaa uchaguzi wa serikali za mitaa ni serikali yenyewe. Na kwa sababu serikali yenyewe imepewa hiyo kazi, kama kazi bado haitahamia, kwa sababu kwenye tume huru ya uchaguzi ya taifa imeonyeshwa kwamba hizo shughuli baadaye zitahamia kule, lakini kama hazitahamia kule, kama yenyewe itafanya, tunachoomba kwa kweli turudi kwenye historia ya nchi yetu ya uchaguzi, ambao ulikuwa unawapa watu matumaini na unawapa watu pamoja na ushindani na kutokuridhika, lakini mtu alikuwa anajua kabisa hata nisiporidhika, mchakato wa kuonyesha kutokuridhika kwangu upo. Lakini sasa hivi kumevuzuka Tanzania ni kama kupumbaza raia, au kuwafanya Watanzania kwamba ni wachanga hivi hawezi kujielewa. Taifa hili ndio limechangia katika ukombozi wa nchi nyingi za Afrika. Ukienda sasa hivi Afrika Kusini, uchaguzi umeshakuwa ni wa kushangilia, watu wanafurahi. Unafika mahali kura hazitoshi mpaka wanaanza kubembeleza tena. Lakini si kukwapua tu madaraka kadiri sababu una mamlaka. Tanzania tumerudi nyuma. Nilishasema kipindi fulani, hakuna taifa lolote sasa hivi duniani litakalosema twendeni Tanzania tukajifunze juu ya uchaguzi ulio huru na haki. Hakuna. Kwamba hali imekuwa mbaya. Hali imekuwa kuanzia 2019 mpaka 2020. Hakuna atakayekuja hapa. Hakuna. Na waulize wenyewe kama kuna nchi yote imekuja hapa kujifunza, tunaomba tuchukue mfumo wenu tukapigie kura kwetu. Wanaweza wakaja, mnachaguaje, vyama vyenu vinakuaje nini, lakini kwamba uchaguzi wenu ulikuwa mzuri sana jamani, hakuna. Kama yupo wamtoe, hayupo. Kwa uchaguzi uliofanya 2019 na 2020. Miaka ya nyuma walikuwa wanakuja na kupatanisha watu wengine wakikosana. Kwa maana unazungumzia ni kipindi cha 2019 kurudi nyuma. 19 kurudi nyuma. 2015 kurudi nyuma. 15 uchaguzi mkuu, 14 uchaguzi wa serikali za mitaa. Zamani watu walikuwa wanakuja ilikuwa darasa tosha kabisa. Ilikuwa darasa tosha kwa dunia. Lakini sasa hivi hiyo tumepoteza.
Sasa kama taifa huru tunaharibu historia yetu, na tunajua kuharibu historia kunakopelekea taifa ni kubaya, kwa sababu kote ambako watu walinyanyaswa kwenye uchaguzi, matokeo yake tunayaona kwenye nchi nyingi za Afrika Magharibi sasa hivi. Nchi nyingi zinaenda vibaya sana. Sasa tukubali tuanze kuandaa mfumo wa kujirekebisha. Kama tunataka tujirekebishe, tujirekebishe. Kama tumeona kitu hakiendi sawa, sisi tutasema, kwa sababu itakuwa ni laana mbele ya Mwenyezi Mungu. Mnajua watu wanaenda kutumbukia shimoni alafu tunakaa kimya. Hapana. Hapana. Kilichofanyika 2019, ule mkakati wa kupanga namna ya kufanikisha kuchukua kila kijiji, ulikuwa ni unyama ambayo sio kitu kizuri.